na kwa sababu wanalipwa pia kufanya ile wanafanya, waendelee kufanya hiyo, lakini tupitishe mambo ya housing, tupitishe finance bill, tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaeleze Wakenya ya kwamba mambo tumeweka katika budget, maneno tumepanga katika housing program ni kwa sababu ya mambo manne ya muhimu. Ya kwanza ni kwa sababu lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Sio vizuri Wakenya vijana wanatoka shuleni, wanahangaika barabarani, wanahangaika mitaani, wanahangaika madukani, na tunaweza kupanga kama serikali na tunaweza kupanga kama taifa. Jambo la pili ni lazima tupange mambo ya uchumi. That is what housing and our finance bill is going to address. Mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tunataka mambo ya manufacturing. Pale katika factory ya simiti, pale katika factory ya chuma, pale katika mambo ya hardware, pale katika mafundi wetu, architects, engineers, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wafanyabiashara wote wanafanya hiyo sehemu. Hiyo ni lazima tupange vizuri, ndio ipatikane ajira, tuzalishe uchumi, ndio Kenya tumalizane na umaskini na tupige hatua ya kwenda mbele. Vile vile Wakenya milioni 7 wanaishi katika vitongoji duni katika taifa letu la Kenya. Ni lazima vile vile tuwe na mpango ambayo itawaondoa katika vitongoji duni, waishi kama Wakenya wengine katika mahali pana heshima, pana maji na pana matumizi yale mengine ambayo yatatupeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la 4 ni vile vile kushughulikia mambo ya chakula. Mumesikia kuna counties katika taifa letu la Kenya. Tusipopanga mambo ya housing, kuna counties hata watakosa chakula kwa sababu ile mashamba yote saa hizi inakatwa iwe ni mahali ya wananchi kuishi. We must have a plan on land consolidation, on ensuring that we safeguard land that is used for agricultural production and food production. Housing is going to address the challenge of land subdivision. Nataka nimshukuru Governor Lengu amesema hapa, hata hapa Umasaini sio vizuri kukatakata mashamba yenu. Na nimeshukuru sana Governor wa hapa Mheshimiwa amesema, Mheshimiwa Patrick amesema yule mtu anayeuza shamba akuje na bibi yake, akuje na watoto, akuje na clan, akuje na jamii yake, ndio tujue anauza shamba anataka kwenda wapi. Na mbinguni bado haijafika siku ya kwenda mbinguni. Sijui kama tunaelewana. So hapo tuko pamoja kabisa. Ndio tuendelee katika barabara ambayo itatuweka kama Wakenya pamoja. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana
na 5%, ili hali yeye mjumbe anapata 3%. Si ni mzuri tujue ni kina nani watapiga kura against this finance bill? Ama namna gani wananchi? Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu, hapa nimesikia viongozi wameongea. Viongozi wameongea wakasema tulikuwa wengi na tumejaribu, director hapa, chairman pale, waziri hapo, PS pale, CAS kona ingine. Kwa hiyo watu wote tumewapatia kazi. Si hawa ni viongozi? Na nimesikia viongozi hapa pia wamezungumza wakasema kuna viongozi wengine bado wako hapa. Hebu simameni nyinyi viongozi ambao bado mnangojea ngojea.